Niliamua kukufukuza tu kiakili, na mimi nijua wewe utajiongeza. Sasa ndio kwanza umeenda kumleta na mama yako. Ovyo. Akiongea daktari lazima akisema kizazi lazima listuke. Na mwisho afu elekeza wanakuja kumsogelea. Atwende. Samahani. Twende Machupa. Ndio sawa. Sikia. Daktari alishaniambia kila kitu kwamba wewe huwezi kupata mimba. Si unaelewa? Kwa hicho ulichokifanya hata kama ukutane na wanaume 500, huwezi tena kubeba mimba. Kwa mimi sikuona kama kuna faida ya kuendelea kukaa na wewe. Lakini mume wangu, watoto ni majaliwa Mwenyezi Mungu, si tungeendelea kuvuta subira. Wewe tuvute subira wakati nimehakikishiwa kabisa na daktari kwamba hapo hamna kitu. Yaani wewe hata ukae miaka 1000, hapo uwezekano wewe kuzaa tena hamna. Si unanielewa? Kwa mimi siwezi kukaa na watu ambao sina matumaini nao. Sawa? Umenikosea sana. Ina maana umeamua kuja kunizalilisha mbele ya mamangu mzazi. Mimi kwanza sikukutuma ukamleta yule mama yako. Sawa? Mimi nilikufukuza wewe kiutu uzima nikajua utajiongeza. Lakini mwisho wa siku ndio umeenda kukusanyana ukiamini hapa ndio mnakuja kujazana mwishi hapa. Kwa nini usingeniambia tokea mwanzo, Kwa hiyo wakati unafanya matatizo yako ulikuwa hujui faida zake nini na hasara zake ni zipi? Ina maana mambo yote tuliyopanga mimi na wewe ni bure. Hata kama tunapanga, lakini hapa ndani hatuna hata kama mtoto kanatusumbua sumbua. Kuna faida gani sasa? Mimi ndo maana nikaamua kutafuta mtu ambaye sasa hivi angalau yako kana mimba changa sio mbaya. Tunapata muda wote ule mtoto. Umenikosea sana. Mwana una haja ya kuendelea kulia hata kidogo. Kwa jinsi picha ninavyoiona hapa. Hapa mpenzi hakuna. Hapa umejaa upumbavu mtupu na uchafu. Riziki yako kama ipo tu Mungu atakupa. Tuondoke. Na mimi niwatakie safari njema. Bye.